Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karibu katika kipindi kizuri ambacho ni cha baraka sana. Ninakuletea chakula cha mchana kama ilivyo desturi ya watakatifu kuwa na milo, lazima tule. Na hapa tunakula neno la mchana zuri kabisa, na utajisikia kunenepa kwa sababu chakula hii imejaa virutubisho vyote. Roho Mtakatifu anapika. Hii inapikwa na Roho Mtakatifu. Chakula ni kizuri, kitamu kabisa. Nikukaribishe wakati huo unaendelea kushare, unaendelea kulike na kukaribisha watu wengine pia kwa ajili ya kusikia ujumbe wa mchana wa leo. Kabla ya kufika muda wa chakula, tunakula chakula cha neno la Mungu, chakula cha mchana kizuri kitamu. Bwana amekiandaa na utaenda kukifurahia. Ninaandaa tu hapa namna kualika watu kidogo. Karibu, endelea kukaribia hapo. Yes, chakula cha mchana. Neno ni chakula. Lunch time. Chakula cha mchana. Bye Bishop. I invite you. Bye Bishop Jacob Masaba. That is my name, okay? Karababas. Call. Yes, unaweza kupiga simu hapo kwa ajili ya ushauri. God is good. God is good. Karibisha wengine. Karibisha wengi zaidi. Amen. Karibisha watu wengi, tuende hewani pamoja. Tamani kuona watu wengi wakijoin hapa, ili tuende wengi pamoja hapa, tuwe hewani wengi kwa pamoja, watu waweze kuhudumiwa. Tamani kuhudumia watu wengi. Bwana Mungu amenipa chakula cha watu wengi, hivyo natamani kuhudumia watu wengi. Endelea kualika, endelea kuwakaribisha watu mbalimbali toka makundi yote ambayo unayafahamu. Endelea kukaribisha. Karababas. God is good. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana. Yes. Zani sasa tunaweza kwenda hewani. Sasa. Karibu. Barikiwe ambao umejoin. God bless you. God bless you. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Sasa tunaenda kwenye chakula cha mchana. Endelea kushare na wengine wapate hii baraka. Endelea kushare kwa watu wengine pia wapate hii baraka ya ujumbe wa mchana wa leo. Ni baraka nyingi utapata kwa kuwasogezea wengine huduma katika mikono yao. Glory to Jesus. Roho Mtakatifu ananisemesha hapa. Kuna ujumbe hapa wa kwako. Namtukuza Mungu kwa neema hizi. Yes.
Oh, just glory to Jesus, glory to Jesus. Yes. Right. Ujumbe wa mchana wa leo, chakula cha mchana wa leo, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Maandiko ya msingi yanapatikana kitabu cha Ibrania 13:4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana wazinzi na washerati Mungu atawahukumu. Wazinzi na washerati Mungu atawahukumu. Yaani unakuta jitu limeingia kwenye ndoa, halafu bado linafanya kutoka nje ya ndoa. Litahukumiwa hili jamaa, litahukumiwa hili lijimama, hili lijibaba, hili lisotulia kwenye ndoa, litahukumiwa. Mungu hapendi wazinzi na washerati, hapendi. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Watu wawe waaminifu kwenye ndoa zao. Umeingia kwenye ndoa, tulia. Umeoa, umeolewa, tulia hapo. Mungu anataka aone waaminifu kwenye ndoa, na malazi yawe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu amenipa ujumbe, amenisukuma kwa namna hii. Nasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa yako itaheshimika ikiwa wewe kwanza utaanza kuheshimu ndoa yako. Ndoa yako haiwezi kuheshimiwa na mtu mwingine yoyote kama wewe hauheshimu ndoa yako. Mume wako hawezi kusaminiwa na mume mwingine na watu wengine. Hawezi kusaminiwa na kuheshimiwa kama wewe mwenyewe haumheshimu mume wako, haumheshimu. Ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu heshima haipo kwa wanandoa, hawaheshimiani. Wakati hamjaoana mlionana wa maana sana. Umeingia kwenye ndoa, heshima imetoka. Mwanaume unachepuka, mwanaume una wanawake, mwanaume unakuja umefanya takataka zako, unarudi nyumbani kwako, mke anakusubiri, unakuja unajichelewesha kazini, unafika nyumbani hauna cha kufanya lolote. Wewe utahukumiwa na Mungu. Mungu atakuhukumu kwa kuchepuka kwako. Mungu atakuhukumu. Mwanamke unayefanya uzinzi wa sherati, uko kwenye ndoa halafu hujatulia, unachafua ndoa yako. Mungu anasema mchana wa leo, rekebisha, tengeneza. Hiki ndio chakula cha leo. Chakula cha leo ni misumari. Mwambie rafiki yako, leo tunaletewa misumari, tunakula misumari leo. Ikatoboe ili pajulikane panapovuja. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Wote waheshimu. Wakwe, heshimuni ndoa za watoto wenu. Kuna wakwe wanakiherehere kana kwamba itaka waolewe wao. Mwanaume ameoa, mwanamke ameolewa, wanaishi pamoja, lakini wewe mkwe unataka uwe na sauti kwenye ndoa hiyo. Umeolewa wewe? Umeoa wewe? Wewe una mke, una mume wako, sauti yako ni hapo. Mtoto mwachilie aliyeolewa, mwache aende. Ndoa nyingi mnazivunja kwa sababu mwanamke ama wazazi wako nyuma ya mtoto wao. Kila kinachoendelea na toto, kwa sababu halina akili, kila mipango mnayoifanya unapeleka kwa wazazi wako, huna akili. Biblia inasema mwanaume aishi na mwanamke kwa akili. Ukikosa akili ukataka ndoa yako iendeshwe kwa remote na wazazi wako, huna akili, haukutakiwa kuoa. Unapooa ni dalili na ishara ya kwamba umekuwa mtu mkubwa, ni mzima, unaweza kufanya maamuzi
wewe mwenyewe, aidha ukosee ama upatie, lakini maamuzi yatoke mikononi mwako. Sio maamuzi yanatolewa na baba, unatolewa na mama. Hakuna. Bwana asifiwe sana. Ndoa zinaharibika kwa sababu wakwe mna sauti juu ya watoto wenu. Mshindwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Waachieni watoto wakaishi. Na ewe mtoto, funga mdomo. Umefinywa kidogo, kelele nyingi. Jua hao ni mapito katika ndoa na Mungu atayarekebisha. Unapitia magumu, changamoto kidogo, unasema bora nirudi nyumbani, kwani nyumbani nimeua, sina chakula. Ulikuja kula chakula kwa mmeo? Nyumbani kwenu kuna mme si huyu mmoja uliyepewa. Urudi nyumbani ukatafuta nini? Ukaolewe na kaka zako? Ushindwe kwa jina la Yesu. Kaa kwenye ndoa yako. Kaa kwenye ndoa yako. Na ndoa iheshimiwe na watu wote. Anza kuheshimu ndoa yako mwenyewe. Anza kuheshimu mwenyewe, itaheshimiwa na watu wote. Weka mipaka ya wazazi. Weka mipaka ya mashemeji. Weka mipaka ya mawifi. Chora mstari kwamba wifi, ukifika ukiona mstari huu umechorwa, hapo sivuke, hapo sichomoke. Wala siwe sana. Haleluya, haleluya. Mwanamke anao nafasi kubwa sana ya kuiponya ndoa. Anao nafasi kubwa sana ya kuitengeneza ndoa ikawa tamu, ikavutia. Ikiwa atakuwa na upendo kwa mume wake. Ikiwa atampenda, hata kikosea mpende, alafu utamrekebisha kwa taratibu, kwa hali iliyo nzuri. Unaambiwa makosa ya mume wako, anarudi kazini, umekuwa umejipanga, kifua kimepanda juu kama cha joti, unasubiri umpashe mmeo. Utampasha na utamkosa mmeo. Mwanaume hapashwi, mwanaume hapigiwi kelele, mwanaume hapaukiwi, mwanaume hafokewi. Tengeneza mazingira kumpokea na kumhudumia vizuri sana, katika hali ya uzuri, akiwa katika hali ya furaha. Mume wako unaweza kupenya taratibu na ukamtengeneza, utakuta umemrejeza, amerejea mahali pake. Atajuta, kwa nini mke wangu ananifanyia mambo mazuri kama haya? Kwa nini nafanya ujinga nje? Mwenyewe ataacha. Kwa nini nafanya mambo yasiyo na akili nje? Maandiko yanasema mwanaume anayezini hana akili. Kwa nini nafanya mambo ya watu wasio na akili? Anafanana na watu wasio na akili. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, chakula cha mchana wa leo kimejaa misumari. Lazima tukitafune tule, maana safari bado inahitaji watu walioshiba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, maana ya kauli hii ni kwamba neno ndoa na iheshimiwe na watu wote lina maana kwamba, moja, ndoa ni agano takatifu lililowekwa na Mungu kati ya mwanamume na mwanamke. Ndoa ni agano takatifu lililowekwa na Mungu kati ya mwanaume na mwanamke. Agano takatifu halifungwi na wakwe, halifungwi na mawifi na mashemeji na majirani. Linawekwa baina ya mwanaume na mwanamke. Mungu anahusika. Mwanzo 2:18-24. Elewa mkataba wako wewe uliufunga kati yako wewe na mke wako na mume wako. Haleluya, haleluya. Hivyo basi inapaswa kutukuzwa, kuheshimiwa na kulindwa na kila mtu. Hii ndoa itukuzwe, hii ndoa iheshimiwe, hii ndoa ilindwe na kila mtu, walio ndani ya ndoa na hata wasio na ndoa. Ndoa iheshimiwe na watu wote, walio ndani ya ndoa na walio nje ya ndoa. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe uliye ndani ya ndoa, ndoa uiheshimu, huitunzi, huitukuzi, hao wa nje watafanya nini? Maandiko yanasema kama utashindwa kumhukumu aliyeko ndani, mimi nitahukumu walioko nje. Shughulika na mambo ya ndani yako, tengeneza mambo ya ndani yako. Yameharibika, ndio maana uharibifu umepata nafasi. Shetani amepata pa kuingilia, shetani amepata mlango. Haikuwa rahisi, wala haikuwa ni kama ajali. Kuna mlango ulifunguliwa. Kuna wakati baba alikuja
akahitaji mambo fulani, akahitaji huduma, kajifanywa na mizigo huko busy. Naona ulifungua mlango wa mawazo mabaya akaingia kwa mume wako. Sasa unachokula sasa ni matunda tu. Yaani sasa hivi unakula tunda, unakula kama embe, unashangaa linakuwa na ladha ya parachichi. Si umepanda? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unapanda hasira kwa mwenzi wako, unapanda chuki kwa mwenzi wako, unayomfanyia yata pay back. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nazungumza na wanandoa. Ndoa iheshimu wewe kwanza, na walio nje wataiheshimu na kuitunza. Bwana asifiwe sana. Mungu anaiona ndoa kama muungano wa kiungu, si wa kibinadamu. Mungu anapoitazama ndoa, anapomtazama Adamu na Hawa, anaona kama ni muungano wa kiungu, sio wa kibinadamu. Kwa hiyo sasa ukisoma Mathayo 19:6 utaona, kwa hiyo kuiheshimu ndoa ni kuisamini kama kazi ya Mungu na kutenda sawasawa na mapenzi yake katika maisha ya ndoa. Unapokuwa unaheshimu ndoa, unakuwa umeheshimu kazi ya Mungu. Maana Mungu ndiye alifungisha ndoa pale kwenye bustani ya Edeni ya kwanza. Ndio kazi ya Mungu kuwaunganisha watu kiungu. Kwa hiyo unapoheshimu ndoa, unamheshimu Mungu. Usipoheshimu ndoa yako, utakuwa humheshimu Mungu pia. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ziko njia hapa, njia za kuheshimu ndoa yako. Moja, kwa walio ndani ya ndoa, kuwa mwaminifu kwa mwenzi wako, kutozini wala kutafuta nje ya ndoa. Uwe mwaminifu kwa mwenzi wako. Acha kutafuta huduma ya kwenye ndoa nje ya ndoa yako. Utakuwa ni mpagani wewe na utaharibu ndoa yako. Lakini jambo la pili, uaminifu unaleta amani, heshima na baraka ndani ya familia. Utapokuwa mwaminifu, utaleta amani, utaleta furaha ndani ya familia. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili sasa, kuheshimiana na kupendana kama Kristo alivyolipenda kanisa. Wanandoa waheshimiane, wapendane kwa mfano wa Kristo anavyolipenda kanisa. Ongeza upendo. Wa Efeso 5:25. Jambo la tatu, kutunza usafi wa malazi, maadili ya ndoa. Epuka uasherati, uzinzi na tamaa zisizofaa. Usafi wa malazi ni dalili ya uaminifu, utii wa Mungu. Kuna wanawake hawajui kutandika vitanda. Mwanaume anaamka asubuhi, anaenda kazini, anafanya kazi, anamaliza, anarudi nyumbani, anakuta kitanda alivyoamka mashuka yako vile vile, havijatandikwa. Chumbani ni kuchafu. Mwanaume akiingia, ile hali tu ya chumbani akiingia, tayari kuna vitu vinaanza kupungua. Nasema mwanaume huyu hana nguvu za kiume, zimekatwa na uchafu wa mazingira. Mwanaume akiingia kwenye chumba kichafu, yani hamu inaondoka automatically. Anaona hata wewe ni mchafu kwa sababu hujasafisha vitu vya nje. Vya ndani utawezaje kuvisafisha? Mwanaume hawezi kuugusa. Makahaba yanapata watu kwa sababu ni masafi kwa nje, ingawa ndani ni machafu. Kahaba anakuchukulia mume wako kwa sababu yuko very smart externally. Yuko very smart externally, alafu ana customer care. Anakuja mmeo, wewe umenunga, umevimba kama kifua cha mtu fulani, alafu mwanaume amehangaika, amepambana na amekutana na vidada viko very smart, anakuta wewe mke huko very rafu, una matope mpaka kwenye kope, alafu chumba kijafanywa usafi. Alafu anataka wow. Na unampa watoto wanawapokea, wewe hata umpokei. Unaona? Umpi pole, umtulizi, unategemea nini? Utaiharibu ndoa wewe, acha ujinga. Usipoangalia, makahaba wataendelea kumhudumia mmeo mpaka utakaponyosha maelezo. Uwe smart. Na wewe mwanamume, usiseme kwa sababu utahudumiwa na huko, ujue na wewe unamkosea Mungu na utaenda motoni.
Ole wake anayemkosesha mwenzi wake. Kuna wanawake ni waaminifu. Nazungumzia wanawake waaminifu, wamejitoa, wanatoa na mali zao, lakini janaume limepagawa mapepo, lina roho chafu, halitulii kwenye ndoa. Kile unapolikusanya halikusanyiki. Siku mbili tu amani, baada ya siku tatu hilo. Utahukumiwa na Mungu. Mnasababisha magonjwa ya moyo, pressure, sijui damu kupanda na kushuka, kwa sababu mtu amejitoa, amekupa moyo wake, ametoa mali na hali zake zote, alafu unamuumiza. Yeyote anayemuumiza mwenzi wake ataumizwa siku ya mwisho. Utaumizwa tena kuanzia hapa duniani, na siku ya mwisho utaumizwa. Tengeneza usimuumize mwenzi wako. Tengeneza usimuumize mwenzi wako. Tengeneza usimuumize mwenzi wako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata nyumba ya ibada ambayo itakuwa imara ni ile ambayo vijana wako vizuri, wanandoa wako vizuri. Hilo kanisa, hilo nyumba ya ibada itakuwa imara. Mchana wa leo ni chakula lakini kina misumari. Yaani kama ni ubwabwa una mawe. Una mawe, unatafuna juu pa. Utaenda kung'oa jino. Ng'oa jino maana yake nini? Ng'oa mambo yote ya hovyo. Toa vitu vya hovyo. Bwana sio sana. Ndoa iheshimiwe. Ukiweza, kama una mume na mke, msikilizeni hii video kwa pamoja, alafu mwe mnatazamana usoni. Sikiliza kwa pamoja, mwe mnatazamana. Wewe download tu, uje muoneshe mmeo, uje muoneshe mkeo, muisikilize kwa pamoja, itawaponya. Yesu akusaidie sana. Ni lunch hour, dakika 21 tunamalizia sasa. Natamani nikaombee ndoa sasa. Nani nataka niombee ndoa yake? Mtafuteni Bwana madam anapatikana. Mwiteni yeye. Na mimi nasema kama unahitaji kuombewa, ndoa yako umegundua kuna pepo limevamia, kuna roho chafu limevamia, nitafute binafsi. Nitumie ujumbe kwenye message. Nitumie ujumbe kwenye simu yangu. Unahitaji maombezi kwa habari ya ndoa yako, imeharibika, imevurugika. Shetani ameingilia kati, amepewa nafasi, na kwa neno la Bwana tunao mamlaka ya kumchomoa, na akachomoka, na ndoa ikarudi utamu wake kama kwenye Eden kabla ya uasi. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana akutende kwa wema. Karibu, tuma ujumbe wako, nitaufanyia kazi. Mungu akubariki sana. Amen. Karibu saa 10 itakuwa hewani kwa ajili ya neno la Ijumaa.